Na mtazamaji, ni tarehe 16 mwezi ni wa 7 mwaka 2016. Tarehe ninayoipenda sana kwa tarehe zote za mwaka, ikiwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu za KTN leo weekend, ikiwa ni Jumamosi. Tumekuandalia mengi katika makala ya Tembea Kenya. Mwanahabari wetu Carol Nderi ametembea katika mapango huko Mlima Kenya na ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Na katika sehemu ya wako wapi, mtazamaji, tuko naye kipa hodari wa miaka ya 80 na 90 ambaye ni Omar Shaban. Ataweza kutuambia kule ambako ako sasa, anachokifanya, na iwapo una swali, iwapo kuna lolote unataka kulifahamu kumhusu, basi wasiliana nasi kupitia nambari 22155, vile vile kupitia mtandao wa Twitter @MaryKilobi, @KTN Kenya, @KTN News, na tutaweza kusoma ama kupitia jumbe ambazo utakuwa umetutumia. Lakini mtazamaji, basi kabla ya kuangazia taarifa ambazo tumekuandalia hii leo, tupate vidokezo. Zaidi ya watu 10 wafariki katika ajali mbili tofauti barabarani na kusababisha vilio. Raia wa Kenya waliokuwa wakitafuta mkate huko Sudan Kusini warejea nchini na simulizi chungu nzima. Na katika kutalii Kenya, tunaangazia mapango walikojificha wapiganaji wa Mau Mau kabla ya uhuru. Na katika makala ya wako wapi, tumempata Omar Shaban aliyekuwa kipa wa Harambee Stars katika miaka ya 80 na 90. Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Tunaanza taarifa zetu kwa tanzia, ambapo zaidi ya Wakenya 15 wamepoteza maisha usiku kwa mkia leo katika ajali mbili tofauti. 9 kati ya hao waliofariki ni katika eneo la Mai Mahiu, huku wengine 6 wakifariki katika eneo la Salgaa. Mwanahabari wetu Nick Mbua anatuarifu zaidi. Mazingira haya yanaashiria athari ya ajali yenyewe baada ya gari la abiria walimokuwa wakisafiria kugonga lori lililokuwa limesimama katika barabara ya Nairobi na Nakuru, eneo la Mai Mahiu, kisha kushika moto mwendo wa saa 7 alfajiri. Dereva wa lori hilo anasema kuwa gari lake lilipata hitilafu usiku wa kuamkia leo, kisha akaamua kuliegesha kando ya barabara. Wakati wa ajali hiyo, dereva wa matatu ya Transline Sacco hakuliona lori hilo. Mimi nikaenda upande wa dereva na nikafungua mlango juu ilikuwa imekwama. Kufungua hivi kumtoa, alikuwa ananuka pombe. Baadaye wakati alitoka akarudi nyuma ya gari. Kurudi nyuma ya gari akatoroka, sikumuona tena. Inadaiwa kuwa magari ya matatu ya abiria yalikuwa yakiendeshwa kwa kasi na matokeo yake yakawa vifo vya watu 9. Iko jamaa moja alikuwa analalamika vile walikuwa wamekuja na huyo dereva, vile alikuwa anakuja na speed. Wakati huo huo, watu 7 wa familia moja wakiwemo watoto 3 wameaga dunia kwenye ajali ya barabarani eneo la Sobea, kata ya Salgaa, kaunti ya Nakuru, kwenye barabara kuu ya Nakuru na Eldoret. Ajali hiyo ilitendeka dakika chache baada ya saa 7 asubuhi, ikihusisha gari aina ya Toyota 110. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Salgaa, familia hiyo ilikuwa ikitoka katika mazishi ya jamaa wao Nyeri kabla ya kugongwa na lori. Gari ndogo ndio ilikuwa iko na makosa, ilikuwa na overtake karibu gari kama 5-6 hivi, ndio ikawa FH akavaa nyuma yake. Na nyuma ya FH ilikuwa kuna basi tayari, ndio ikasukuma ikazidi kupanda juu yake. Dereva wa gari hilo alikuwa akipita trailer kabla ya kugongana na lori lililokuwa likielekea Eldoret. Miili ya 7 hao imepelekwa katika hifadhi ya maiti ya kaunti ya Nakuru. Nicholas Mbua, KTN News. Mkuu wa polisi Joseph Boynet amesema kuwa idara ya polisi itachunguza endapo kuna maafisa wa polisi ambao wanajihusisha na mafunzo ya itikadi kali na ugaidi. Akizungumza kuhusu kisa cha afisa wa polisi kuwaua maafisa wenzake huko Kapenguria, Boynet amesema kwamba kisa hicho hakitakiwi kuhusishwa na maafisa wa polisi. I'm not aware of any Al-Shabaab sympathizer, so to speak, in the police service, but being part of the wider society, we cannot completely rule that out. And our counterterrorism strategies is all encompassing, and we don't limit ourselves from
the wider society only. We also look inwards. We'll also look in-house. So anybody who is associated in any way with any terror outfit lays himself or herself open to the expected sanctions. So it's not only in the wider society, but even within the security forces themselves. Familia ya afisa wa usalama wa kikosi cha Reke Dennis Momanyi ambaye aliuawa katika shambulio la Kapenguria siku 2 zilizopita imelalamikia kuwa marehemu huenda alifariki kifo kisichokuwa chake. Wanasema alikuwa hajamaliza likizo lakini akaitwa kurejea kazini. Mwanahabari wetu Fred Moturi alitembelea familia ya marehemu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni taswira ya huzuni uliotanda katika kijiji cha marehemu Dennis Momanyi ambaye alimiminiwa sifa chungu nzima kwa wale waliomfahamu. Alikuwa anasaidia familia, alikuwa hardworking, alikuwa jovyo, hakuwa anaudhi mtu yoyote. Hata kama amekukosea tu anakuja anaongea na wewe. Kama serikali iko na njia ya kutusaidia au ya kusaidia hii familia, na yule mjana ambaye ameacha alikuwa anaitwa Edina Orobo asaidiwe. Hata hivyo, mbali na sifa za mwana wao, familia hii imehuzunishwa na jinsi mwana wao alifanya harusi wiki 3 zilizopita. Alihusishwa na kazi iliyosababisha kifo chake. Ni kama young youths wenye wanatumwa kwenda kucheza, hata kama kuna hiyo shida yenye imetokea. Azini vile wanachukua watu wa Al-Shabaab, kuna vijana vidogo wanasetiwa kupelekwa huko. Sasa zingine tunaona ni huzuni sana. Wanataka wachukue watu wenye wako experienced. Familia hii inasema kuwa kifo hiki cha ghafla kimewapokonya tegemeo lao muda tu baada ya marehemu kuiahidi familia yake kuwa angemlipia nduguye karo mnamo Agosti katika chuo kikuu, mbali na kujenga nyumba yake. Waliongea kama leo, alafu kesho yake kijana akakufa. Aliongea na ndugu yake na wazazi wake. Akawaambia ako vizuri, anaendelea vizuri, hana shida yote. Na hajaita kwenda kazi, alikuwa tu Nairobi amepumzika. Tulisikia walituma watu 2 kwanza, alafu baadaye ati watu 9. Na wanajua nini terror group ambayo inaitwa Al-Shabaab, ambayo inataka watu ambaye wako na ujuzi ya juu na tena very good organization. Sasa sijui kama kuna ukosefu wa soldiers, alafu wanategemea legacy kwa 3 au 2. Momanyi alijiunga na kikosi cha GSU mnamo mwaka wa 2010 na baadaye akajiunga na shule ya msingi ya Ramba na baadaye akafanya mtihani wake wa kidato cha 4 kutoka shule ya upili ya Nyansabakwa. As a whole family, we are really shocked. His schooling was also difficult because my brother was the only breadwinner of the family. Lakini wakati alirudi alipigia simu akasema sasa nimemaliza, nimerudi, akakuja hapa nyumbani akatufanyia sherehe. Hata sisi tulifurahi sana. Tena sasa kutoka hapa akaanza kusema nataka kupanga harusi yangu, nataka kuoa sasa. Fred Moturi, KTN leo, Kisii. Na Mola aweze kufariji familia ya mwenda zake. Na baada ya KTN kuangazia masaibu anayopitia mtalii mmoja wa Kijerumani ambaye amepagawa mjini Diani katika kaunti ya Kwale, wahisani wanaendelea kumiminika na nia ya kumsaidia. Mwanahabari wetu Tobias Chanji ana maelezo zaidi. Frank Heinz amekuwa akirandaranda katika mitaa ya Diani akiomba chakula na kwa kukosa mahali pa kulala baada ya kutapeliwa. Alikuwa mtu na hela zake. Jamaa huyo ambaye pia alihudumu kama mwanajeshi katika nchi yake amepata wazimu wa ghafla. Na baada ya KTN News kuangazia masaibu yake, wananchi wamejitokeza kutaka kumsaidia. Jamaa hawa Duncan Mwangi na Lisa Martinez waliokuwa likizoni jijini Dubai walirejea Kenya kumsaidia bwana huyu. Tulikuwa tumetoka jana Dubai na Lisa Martinez. Tukaona vile tuliona hii kipindi kwa KTN, tukafikiria ni vizuri tukuja tusaidie huyu mzee, sababu alionekana kidogo ako na problems kidogo, so tukaona ni vizuri tukuja tumsaidie. I saw this guy on the TV. I was coming from Dubai and I thought I could come here, look for him and try to help him because I felt pity on him. Na punde tu wanapoondoka, Habibu Hakimu anayeishi Ujerumani na anayetoka jijini Mombasa anawasili na familia yake.
Lakini kwa hakimu, dawa ni kumrejesha Ujerumani kwa dharura. Akaanza taratibu za kuzungumza na vyombo vya usalama Diani kuhusu uraia wa mwathiriwa. Following the news which was aired on KTN News, we decided to come here and look for this old man and help him out to take him back to Germany. I happened to have visited Binz, the same area is coming from in Rugen. Hata hivyo juhudi za kumpata Heinz hazikufua dafu kwa kuwa haijulikani alikokuwa ameenda. Lakini bado kuna matumaini ya kumpata na kumsaidia baada ya polisi kuahidi kumtafuta kwa udi na uvumba. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Maafisa usalama mjini Kabartonjo, Baringo Kaskazini mapema hii leo walitibua maandamano ambayo yaliandaliwa na wakazi wa eneo hilo. Wakazi hao walikuwa wakilalamikia kuteuliwa kwa Johnny Anderson kama meneja mkuu wa halmashauri ya viwanja vya ndege nchini KAA. Walihisi kuwa uteuzi huo ungemwendea Tich Kangogo ambaye ni mzaliwa wa Baringo. Aidha, waandamanaji hao walisema kuwa serikali imewaacha nyuma katika uteuzi wa miradi ya serikali na ni wakati wakumbukwe kama maeneo mengine humu nchini. Hata hivyo, juhudi zao hazikufua dafu baada ya maafisa usalama kukatiza maandamano hayo na kuwafurusha. Maandamano hayo yaliandaliwa wakati naibu wa Rais William Ruto alikuwa anazuru mji wa Kabartonjo. Mtu yetu anafuguswa kama mbwa. Tunasema no. Na ya pili tunataka tuulize viongozi wetu. Mbona viongozi wetu wa Baringo wamenyamaza? Mbona wamenyamaza? Hakuna hata mmoja anauliza. Sababu ni hii. Wanaambiwa mkiongea hamtapewa tiketi ya Jubilee. Wanaambiwa mkiongea tu hamtapewa tiketi ya Jubilee. Viongozi wetu wamefungwa mdomo kwa sababu ya 2022. Tunataka kusema hata bila kusema chama, bila kusema nini, hiyo dhuluma ya kufanyia Mkenya. Ya Tich Kangogo. Alafu ya mwisho ili kuweka sindano. Wanaona kwa sababu Gandhi ni Mkale na hawataki Mkale wakamba msungu. Mnaenda kutoa msungu ambaye hata apply. Msungu wanatoka Norway. Wakati walitoa hiyo advertisement ya MD, walisema kitu ya kwanza, certificate of good conduct. Huyo msungu ya Norway hakuna certificate of good conduct. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, Kenya inajisifu kwa kupungua kwa idadi ya watoto wasiopata lishe bora. Ripoti ya afya nchini ya mwaka 2014 inaonyesha kuwa idadi hiyo imeshuka kutoka 35% mwaka 2008-2009 hadi 26%. Lakini kama anavyoarifu Mashirima Kapombe, mashirika ya kijamii na yasiyo ya kiserikali yamejizatiti kupunguza idadi hiyo zaidi, lakini hakuna cha mno cha kusherekea. Watoto katika kijiji cha Bamora, kaunti ya Kilifi, wanafurahia ujio wa wageni. Ni siku njema kwao wanaporamba vidole kwani wameepuka njaa leo. Kwa mama zao, bahati haijawaangukia, lakini kwa kina mama wenyewe kuna wachanga zaidi ambao huwatia wasiwasi. Maziwa sina kutoka sababu chakula huko ni ngumu. Nsima na chumvi au sima na omena. Dagaa hizo ni za siku chache tu wanapokuwa na hela za kuwanunua. Kwa siku kama hii, mafiga yana upweke kwani hakuna cha mchana. Sufuria yenye ukoko ndio ishara tu ya chakula kilichopikwa na kuliwa usiku uliopita. Wakazi wengi eneo hili hutegemea kilimo tangu mwezi Mei. Hata hivyo, mvua iliyonyesha haikutosha kuwanusuru. Nilipata kunde na pojo na mahindi. Halafu yakamea mpaka yanapofika upande umri wa kwekwe, sasa ukakauka. Shirika lisilo la serikali la World Vision limewapa mafunzo ya jinsi ya kuimarisha lishe kwa familia zao. Tulitumia teknolojia simple kama kitchen gardening approaches kuelimisha mama umuhimu wa kupanda drought tolerant crops. Sana
kama mkunde na ndengu ambazo don't need a lot of water. Licha ya kupata mafunzo kuhusiana na jinsi ya kujipa na kuwapa watoto wao lishe bora, changamoto yao kuu sio kutekeleza waliofunzwa, bali kupata namna ya kufaidi kutoka kwa mafunzo yao, kwani hata maji ya kunyunyizia mimea wanapokosa mvua ni ngoma kuyapata. Maji tunatoa sehemu nyingine hiyo ambayo inaitwa Chapungu, na kutoka hapa mpaka huko mwendo wa masaa mawili kuenda, masaa mawili ukirudi. Na pia ukifika pale kuna kazi ambayo lazima ufanye pale, uchimbe michanga ndio upate hiyo mtungi mmoja wa maji. Lakini hawajakata tamaa, kwani baadhi yao hukusanya kuni na kuuza ili wapate pesa za kununua vyakula walivyokosa shambani mwao. Wengine hufuga mbuzi walioboreshwa kupitia mafunzo ya kilimo waliopata. Mashirima Kapombe, KTN leo wikendi. Na Rais Uhuru Kenyatta amezitaka nchi za Afrika Mashariki kuzungumza kwa sauti moja ili lengo la kushinikiza mabadiliko kwenye Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa lifue dafu. Uhuru alisema hayo huko Kigali alipohudhuria kongamano la AU. Mwanahabari wetu Alex Chamwada anaarifu. Naam, Umoja wa Afrika unasisitiza kwamba hauna sauti kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Baraza hilo hushughulikia masuala ya usalama ulimwenguni. Ni baraza ambalo lina wanachama 15 na kati ya nchi hizo 15 ni 5 pekee ambazo zina uwakilishi wa kudumu. Kwa hivyo bara la Afrika linataka idadi ya wanachama hao wa kudumu iongezeke na Afrika iwe na wawakilishi wawili wa kudumu. Kamati iliyoteuliwa na Umoja wa Afrika kutathmini mabadiliko ambayo umoja huo unataka kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inajumuisha nchi za Kenya, Algeria, Libya, Senegal, Sierra Leone, Namibia, Zambia, Uganda, Equatorial Guinea na Congo. Kwenye mkutano wa leo, Rais Uhuru Kenyatta alizitaka nchi za Afrika zinene kwa sauti moja ili mabadiliko hayo yaweze kuafikiwa. Kamati hiyo ya nchi 10 imeongeza kwamba zaidi ya 60% ya ajenda kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni kuhusu Afrika. Kwa hivyo ni lazima nchi za Afrika ziwe na uwakilishi bora. Ni Alex Chamwada nikiripotia KTN News kutoka Kigali. Na mtazamaji, basi tukitoka Kigali tupate mapumziko mafupi na kisha tukirejea tutatembea Kenya hii leo. Karonderi akitupeleka katika eneo la Mlima Kenya. Usiende mbali. Ya ngome ya vita vya Maumau dhidi ya ubeberu katika misitu ya Mlima Kenya na Aberdare katika eneo la kati. Ziara yetu ilitufikisha katika mapango ndani ya Mlima Kenya yaliyotumika na Maumau waliokuwa wakiishi msituni. Mwanahabari wetu Carol Nderi ametuandalia makala yetu ya leo ya Tembea Kenya. Momenye mwene nyagari naizwe nandari hende agatutiga. Mikakati na mbinu zilizotumika na wapiganiaji uhuru nyakati zile walipopambana na wakoloni zina ukwasi mwingi wa kihistoria. Ngome ya wana Maumau kama inavyoaminika ilikuwa katika eneo la kati na misitu ya Mlima Kenya na Aberdare ilitoa mwanya wa Maumau kujificha mwituni na kuendeleza harakati zao za kumfukuza mbeberu. Hapa ni katika msitu wa Mlima Kenya, karibu kwenye mapango ya Narumoru ndani ya msitu huu. Na hii cave ndio tunasema ilikuwa inaitwa Narumoro Maumau Hospital Cave. Walikuwa wanajificha na ilikuwa hospitali ya Maumau. Sinaona? Na iko ndani ya msitu iko ndani ya msitu ya Mount Kenya, ile tunaita Kirinyaga. Kirinyaga. Lisilojulikana na wengi ni kuwa hapa ni mahala fiche palipotumika na Maumau. Na ukiangalia uone sijui ni Mzee Mathange wa Iregi aliye na umri wa miaka 84 ni mhifadhi wa historia sawia na kuwa alihusika kwenye vita vya kikoloni. Ananisimulia jinsi mambo yalivyokuwa nyakati zile alipojiunga na kikosi cha Maumau akiwa tu na umri wa miaka 20, akiwa kijana chipukizi. Na hii Maumau Cave Hospital iligunduliwa na battalion moja inaitwa Heka Heka. Heka Heka Battalion. Na hiyo Heka Heka Battalion ilikuwa inaongozwa
na yule General Kariba. Mtazamaji, wakati wa kilele cha vita vya ukombozi wa taifa hili la Kenya, wana Mau Mau walikuwa wamepata mafichoni hapa kwenye pango hili katika eneo la Narumoru. Tuko ndani ya msitu wa Mlima Kenya. Penyewe panatisha ukitazama. Wanasema mara nyingi walipambana na wanyama kama ndovu na nyoka, nyati na kadhalika. Wakati nilipoamuka nikaangalia, nikaona nyoka imelala karibu na mimi. Nyoka mkubwa sana. Nikiangalia kule chini bado iko kwa majani na kichwa ndio iko karibu na mimi. Sasa ile kitu nilifanya, niliondoka pole pole kurol mpaka nikaondoka. Wakati niliondoka naye nyoka kafanya nini? Akaondoka kaenda. Sinaona. Hivi ni kusema tulikuwa tunachungwa na Mungu. Hapa pangoni tunampata popo usingizini. Inatusisimua kumwona kwa karibu sana kiasi hiki. Wakati mmoja walinusurika kifo baada ya ndege ya mkoloni kurusha bomu mahala hapa. Hapa palitengwa kama jikoni na inadaiwa kuwa wakoloni waliuona moshi ukipaa hapa na kupalenga kwa bomu. Hii mawe yote ilipigwa na bomu, ilikuwa kubwa sana. Sasa yote ikabomoka. Anthony Maina ni mhifadhi wa historia na ametangamana na wazee wa Mau Mau. Anatueleza kuhusu pango lingine la Mau Mau katika eneo la Marwa, Nyeri. Wakenya wengi wanajua kuhusu haya mapango. Kwa kusema kweli hata mimi hushangaa sana wakati nasoma vitabu vya historia ya Mau Mau ambavyo vimeweza kuandikwa na Waingereza wenyewe. Ule mtu alikupiga ndio pia anaandika historia yako. Sisi wenyewe wa Afrika tunahitaji tuandike historia yetu. Na ingekuwa kwa mfano mimi saa hii naweza kukueleza mimi na kusanya mambo kama ya historia ya Mau Mau, na mimi natarajia kuandika kitabu wakati mmoja. Nikishirikiana na wazee wa Mau Mau, maana wengi ni marafiki zangu, naweza kuwahoji na wanipatie habari nzuri sana ambazo pia na record, ambapo wakati mmoja mimi nitakuja andika historia yao. Hata mimi. Ziara yetu kuelekea na kutoka pangoni inatatizwa na mmea huu unaofahamika kama hadhaa kwa lugha ya eneo hili. Majani yake yanatuasha miguuni sihaba, na mzee wa Irege anatukumbusha kuwa hizi tu ndio baadhi ya changamoto zilizowakumba msituni walikolazimika kuishi kwa miaka mingi wakipigana na Muingereza. Carol Derikete, Narumoru, kaunti ya Nyeri.